Baada ya kifo cha Amina, nyumba ile kubwa haikubaki nyumba tena. Ilibaki kama kaburi lenye taa. Kila kona ilikuwa na ukimya mzito uliominywa na huzuni. Meza kubwa ya chakula ilibaki tupu. Leo lazima nijue ukweli. Vyumba vya watoto vilifungwa, lakini usiku vilisikika sauti. Musa hakutaka kuamini kuwa alikuwa amepoteza kila kitu kwa sababu ya tamaa yake. Musa. Baba. Baba. Haiwezekani. Ulituuza. Alijaribu kuendelea kuishi. Alinunua gari jipya, akaajiri walinzi, akaanza hata kutoa misaada kijijini ili watu waone kuwa alikuwa mtu mwema. Juma ana roho nzuri sana. Juma ana roho nzuri sana. Lakini usiku ulipofika, kila kitu kilibadilika. Saa 6 za usiku. Baba. Haiwezekani. Ulituuza. Baba. Musa. Baba. Haiwezekani. Ulituuza. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Sauti ilitokea upande wa chumba cha Baraka. Mlango ulikuwa umefungwa, lakini ndani kulikuwa na mwanga hafifu. Musa akavuta pumzi ndefu. Pole pole akausukuma mlango. Krrr. Ndani hakukuwa na mtu, lakini gari ndogo ya kuchezea ya Baraka ilikuwa ikitembea yenyewe sakafuni. Taratibu. Musa akaganda. Ghafla sauti ikasikika nyuma yake. Baba, haiwezekani. Aligeuka kwa haraka. Hakukuwa na mtu, lakini kwenye kioo alimuona Baraka amesimama nyuma yake. Uso wake ulikuwa wa kawaida, lakini macho yake yalikuwa meusi tupu. Musa alipiga kelele na kuanguka chini. Alipoinua tena macho, kioo kilikuwa kawaida. Kesho yake hakutoka nje. Aliogopa. Alianza kunywa pombe mchana kutwa ili kusahau. Lakini kadri alivyozidi kunywa, ndivyo alivyozidi kuona vitu visivyoeleweka. Vivuli vilikuwa vikitembea ukutani. Milango ilijifungua yenyewe. Na kila usiku sauti ile ile ilirudi. Baba. Haiwezekani. Ulituuza. Siku moja, akiwa karibu kuchanganyikiwa, aliamua kumtafuta tena yule mzee. Alienda mpaka kibanda kile kile cha pombe. Yuko wapi mzee mganga? Lakini watu walipomuona wakashangaa. Mzee nani? Mmoja akauliza. Mzee aliyekuwa anakaa hapa kila jioni. Musa alipaza sauti. Wote wakatikisa vichwa. Hakuna mzee wa aina hiyo aliyewahi kuonekana hapa. Mwili wa Musa ulitetemeka. Acha mchezo! Lakini mhudumu wa kibanda alimkaribia pole pole na kusema kwa sauti ya chini. Kuna hadithi ya zamani kuwa wakati mtu anapofikia tamaa ya mwisho huonekana na mtu si binadamu. Musa alirudi nyuma kwa hofu. Mungu wangu! Usiku huo radi zilipiga kwa nguvu. Mvua ilinyesha kama dunia inataka kusafishwa. Musa alikuwa amekaa peke yake sebuleni, akiwa ameshika kichwa. Ghafla taa zikazimika, giza totoro. Halafu sauti ya watoto ikaanza kuimba pole pole kwa huzuni. Mama, tumerudi.
Musa akaanza kulia, samahani, samahani, lakini sauti zikageuka kuwa za hasara. Ulituuza! Dirisha likapasuka ghafla, viti vikaanza kusogea vyenyewe, ukutani ukaanza kuonekana maneno meusi kama damu. Kafara haiishi. Musa alipiga kelele na kukimbia nje kwenye mvua, lakini alipofika getini alimuona Amina amesimama pale, amevaa nguo nyeupe iliyoloa mvua. Uso wake ulikuwa wa huzuni. Musa, alisema kwa sauti ya mbali, Musa, nisamehe. Amina akamtazama kwa macho yaliyojaa maumivu. Kuna deni ambalo damu haiwezi kulipa. Ghafla uso wake ukabadilika, macho yakawa meusi na akatoweka mbele yake. Musa akabaki akipiga kelele kwenye mvua kali, bila kujua kuwa usiku huo haukuwa mwisho wa mateso yake. Siku zote njia za kuchato zina madhara makubwa sana.